النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم. Ndugu zangu tuliohudhuria katika mahafali hii ya furaha ya ndoa, nikuamkieni kwa jina ambalo Mwenyezi Mungu ametangulia nalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilizungumza sana mchana na nimepewa fursa hii tena. Wanasema wataalamu, likulli makanin maqal, kila sehemu ina mazungumzo yake, na mazungumzo katika furaha hii lazima tuiguse na kuizungumzia ndoa. Aya niliyoanza nayo, Mwenyezi Mungu anasema fankihu, oweni ma taba lakum, wale waliokupendezesheni mno minan nisai, katika wanawake. Ndugu zangu, ni ndoa ni jiografia na ndoa ni sayansi. Mtaalamu amezungumzia ndoa katika taarifa ya kitabu chake, anasema tanakahatil ashjar bitamayul wal intiqal. Ukienda porini, miti siku zote huimbayumba kwa upepo, na katika kuimbayumba kwa upepo ni katika namna ya furaha. Kwa hiyo hata miti porini kule na yenyewe huwa na sura ya kufanya ndoa, ina sura ya kuoana kule maporini. Mtaalamu huyo anazungumzia ndoa, na waliosoma sayansi miaka ya 80, 79 kurudi nyuma, kuna somo katika sayansi linaitwa chavua. Somo hili ni pale miti inapoyumbayumba, basi humsababishia katika maua yale ya kuyumbayumba miti, ikitembelewa na nyuki, na nyuki akihamahama na maua yale. Na kwa asili alivyo Mwenyezi Mungu, kuna miti iliyokuwa dume na miti mike. Kwa hiyo nyuki akirukaruka, basi huhamisha mbegu ikatoka katika mti dume na kwenda katika mti mke, na hapo ndio tunapata matunda, tutapata nazi, tunapata embe, tunapata mapera. Ndio nikasema ndoa ni sayansi, na nimezungumzia somo la chavua. Ndoa ni jiografia. Leo vijana wetu wametoka mbali, Mwanza, wamekuja Tabora. Kwa hiyo wameonyesha kuwa ndoa ina sura gani ya kwenye jiografia. Inamtoa mtu katika eneo moja na kumpeleka katika eneo jingine. Na Bwana Hawadhi, na kuhusia tena kwa mara nyingine, mche Mwenyezi Mungu uliokuja muoa mchana wa leo ndio ile aliyokupendeza. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, wakikupendezeni wanawake, basi wao kwao huwa ni sababu ya kufanya nyinyi kuwa mmefunikwa macho. Sio unakufunikwa macho kwa maneno ya Mtume kuwa utembee umefunga kitambaa, la, kwa sababu kwa yule ulimchagua kumuoa ndio ziwio la macho yako. Kwa hiyo ukitembea huko barabarani kwa maelekezo ya Mtume, ukiona chochote basi rejea kwa mkeo. Kwa hiyo sana zangu kwa Bwana Hawadhi ni hizo, mke ndio ulimchagua, basi awe funiko la macho yako katika ulimwengu huu. Usimuone mwingine yote, bali muone bitahia, ndio awe tulizo ya jicho lako. Nimalizie nasaha zangu kwa sababu wakati si rafiki, na jambo zuri sana basi liwe fupi na liwe chache, ili kila mmoja akiondoka awe na hamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kututahadharisha baada ya kuhimiza vijana kuoa, akasema shirarukum uzzabukum, watu wenye hatari wasiokuwa wazuri maeneo ya mitaani,
na kwenye kata na kadhalika ni wale ambao hawajaoa au wale ambao hawajaolewa. Mtume anasema shirarukum ni watu wenye shari katika mitaa. Wenye mitaa wenye shari kwenu ni wale ambao hawajaoa ama hawajaolewa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya sherehe ya ndoa hii, Mwenyezi Mungu ajalie vijana wapate kuwa na hima, waweze kuoa kama alivyoamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shabab, enyi kundi la vijana, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yote ambaye atakuwa na nguvu ya afya ya mwili akawa pia ana namna ya kipato cha uchumi, basi ni juu lake aoe. Na yule ambaye hana nguvu hiyo, al-ba'a imetafsiriwa zaidi, al-ba'a imetafsiriwa zaidi kitaalamu, nikisema nguvu si nguvu tu ya kula na kushiba, bali ni nguvu ya vile vile ya maumbile. Kwa hivyo mwenye kuwa na nguvu hiyo ambaye atashinda kuyazuia matamanio yake, basi aoe, kwani kuoa ni kufunika macho na kujihifadhi, na unapojihifadhi utapata rehema na baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, alisema msemaji kuwa ndoa pia ina misukosuko, ndoa ina mitihani. Nimalizie kisa kifupi sana. Kisa hiki kilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mkubwa mmoja katika wakati wa Mtume, Mwenyezi Mungu alimjalia akampa uwezo wa kumiliki, na akawa na mkewe, na mkewe akawa hodari sana kuhudhuria darasa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema siku moja katika darasa zake, akiwepo mke bwana huyu mwenye nguvu ya kipato na hali, akasema nyumba ambayo haina mtihani, nyumba hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haipendi. Sasa mke yule bwana tajiri aliporejea nyumbani, akaangalia nyuma ya maisha yao mpaka pale walipo, hawajapata kupata dhiki ya aina yoyote. Chochote wanachokihitajia katika maisha yao wanakipata, maisha yao ni mazuri. Lakini jambo la hatari zaidi, hajamsikia mumewe wala yeye mke kuwa naumwa sikio, naumwa jino, naumwa miguu. Ni mkubwa yule akarudia maneno ya Mtume kwenye kichwa chake, akasema kweli nimeolewa, kweli nina starehe, lakini nyumba hii kwa maneno ya Mtume, nyumba hii haina khairi. Tuko pamoja? Naam. Siku moja katika haki mbalimbali, mume ana haki zake na mke ana haki zake. Bwana mkubwa amerejea katika shughuli zake nyumbani, mashallah, mkewe akampokea vizuri, kwa bashasha, kwa kumwenzi, kwa mahaba. Ndio maana ya ndoa. Kisha alipompokea akamkalisha chini, akampepea na jasho na maneno mazuri matamu matamu. Mume akazidi kufurahika kwa namna jinsi alivyoenziwa na kupokelewa na mkewe. Kwa furaha mume akamwambia mkewe, mke wangu, wallahi kwa jinsi unavyonitekelezea haki mumeo, na kuomba uchague jambo lolote katika dunia hii. Wewe si unanijua afya yangu ya fedha, afya yangu ya kipato, miradi na yale ninayomiliki. Chagua lolote unalotaka, mimi nitakupatia. Mke yule akamwambia mume wangu, basi tulia kwanza ule. Akamnawisha, akamwendelea chakula, akala. Baada ya kula, mume bado ana hamu kwa furaha na mapenzi yaliyoonyeshwa na mkewe, ana hamu ajifahari, aonyeshe uwezo wake ili amtekelezee mkewe. Basi mke akamwambia, bwana mume wangu, hilo jambo tuliacha, aniambie, sikubali mpaka uniambie. Mke akamwambia mumewe, mume wangu, nakushukuru kwa yote, sijapata dhiki, naishi kwa raha, kuna maisha mazuri, hatujapata kuugua homa wala kuumwa sikio. Kwa hiyo mimi ninachokiomba, naomba talaka. Tuko pamoja? Naam. Hakuna magomvi, hakuna jambo lolote. Akasema naomba nini? Talaka. La ilaha illallah. Mume akachanganyikiwa, akaipata dhiki. Mke wangu, kwa hiyo unanifanyia, unaomba talaka? Akaye uniambia chague chochote na mimi na ruhusa. Mume ikawa ni taabu na dhiki, akaanza kuishi na mawazo, akaanza kuugua.
akienda kwenye shughuli zake, akirudi akimuuliza mke wangu, sababu nafikiri jambo nikwambia, nahitaji nini? Talaka. Mume sasa ikawa kila anachokula naona kama ana homa, anapata tabu, akitembea akili haipo. Siku moja katika kutembea anawaziwa kuwa ameumwa na mkewe talaka, wallahi akatumbukia katika shimo la kenge, akavunja mguu. Maumivu hayaoni, karejea nyumbani mguu umevunjika. Mkewe akampokea, akamwenzi. Yule bwana haangalii maumivu ya mguu, anamuuliza mke wangu, unahitaji talaka? Ambia hapana mume wangu, ngoja nikuuguze kwanza, ukishapona mguu kiunga ndio utanipa talaka yangu. Ndugu zangu, tuko pamoja? Basi kamuuguza mumewe mpaka alipopona. Akamwambia, mume wangu, sasa nimeakhirisha jambo la kunipa talaka kwa sababu Mungu ameitia mitihani nyumba yetu, umedhikika. Kwanza ulikuwa na kilo 80 au 90, zimepungua zimebaki 60, tena umevunja mguu. Akamwambia, basi nimekubali, sasa nyumba yetu Mwenyezi Mungu na mtume wanaipenda. Mmenielewa ndugu zangu? Naam. Mmeelewa maisha ya ndoa? Naam. Maisha ya ndoa yanahitaji subra, na kila mwenye kusubiri basi Mwenyezi Mungu humpa faraja. Na kikubwa ni subra. Subra katika ndoa ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo nyumba ikiingia mitihani, kama Mungu alikuruzukuni, basi vumilia, Mungu atakufariji. Nimalizia, Mwenyezi Mungu alisema hakuna mahali kuahidi kuwatajirisha watu, kuwaneemesha watu isipokuwa wale watakaooana. Kwa hiyo kila alooa ana ahadi ya Mwenyezi Mungu kumfanya aishi katika maisha mema na mazuri. Ukipata mitihani vumilieni, lakini tambueni nyuma yenu kuna ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya saa hizi chache, namuomba Mwenyezi Mungu ajalie ndoa hizi zote ziwe za kheri, ziwe na baraka. Mwenyezi Mungu azindushe mitihani, azijalie zipate matunda kama ilivyo taarifu ya ndoa, zipate matunda yalikuwa mazuri. Mungu ajalie vizazi vilivyo vizuri vitakaweza kumjua Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa haya machache, inshallah nikushukuruni akindradhi kwa kusikiliza, kwa kuchukua muda wenu mrefu, lakini nilikuwa nazungumzia jambo moja tu, taarifu ya ndoa. Nini ndoa? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.